Je, unajua una nini? Unajua una nini ambacho Mungu amekujalia? Na je, unajua Mungu ana mpango gani kupitia kile ambacho unacho? Kile ambacho Mungu amekujalia? Na je, unajua namna ya kutumia ulicho nacho? Bwana Yesu asifiwe. Yamkini unataabika kwa sababu ulivyo navyo hujui namna ya kutumia, au unataabika kwa sababu hujui thamani ya ulicho nacho, au unataabika kwa sababu hujui ni nini ulicho nacho. Lakini pia je, unajua umshirikishe nani kupitia ulicho nacho? Yamkini unataabika kwa sababu hujapata watu sahihi wa kuwashirikisha kupitia kile ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Hasa ukisoma ile Wafalme wa Pili sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7, utamkuta pale kuna mwanamke mmoja aliyekuwa mke wa nabii. Huyu nabii alikufa, na huyu nabii wakati amekufa aliacha madeni. Sasa yule aliyekuwa akimdai akaja kutaka ile deni yake, akataka kuwachukua wale watoto wake wawili ambao marehemu aliwaacha. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke akaona ile jambo haliwezekani, akamfuata kwa Elisha. Soma pale ile Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Akamfuata mtumishi wa Mungu ambaye ni Elisha, akamuelekeza jambo hili kwamba bwana, kuna mtu alikuwa anamdai mume wangu, na mume wangu sasa amekufa, na wewe atambua kwa mume wangu alikuwa ni mtu anayemcha Mungu. Sasa huyu mtu aliyekuwa anamdai amekuja kwa ajili ya kutaka watoto wangu wote wawili awachukue kama fidia, akawafanye watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Elisha akamuuliza mwanamke, je, una nini nyumbani kwako? Akajibu akasema, mimi sina kitu kabisa, sina kitu ila tu chupa ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Akajibu akasema, nina chupa ya mafuta tu. Sasa hii chupa ya mafuta kwa mwanamke ilionekana haina thamani. Ilionekana kama ni kitu kidogo alikuwa anakaa nacho pale, lakini hakikuweza kubadilisha maisha yake. Mpaka alipompata mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akatamka neno, na lile neno likaenda kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yamkini na wewe kuna vitu fulani unavyo hapo nyumbani au unavyo kwenye maisha yako, lakini umeendelea kutaabika katika maisha kwa sababu hujapata watu sahihi wa kuwashirikisha. Lakini kumbuka huyu mwanamke, hii chupa ya mafuta alikuwa anakaa nayo kwa muda mrefu. Yamkini hata wewe kuna vitu unakaa navyo hapo nyumbani kwa muda mrefu, hujajua thamani yake. Hujajua umshirikishe nani. Hujajua ni kitu gani ambacho Mungu amekusudia kupitia hicho kitu. Hasa tunaona Elisha akamwambia huyu mwanamke, nenda kwa majirani. Ukifika kule omba vyombo vingi, wala usivitake vichache, chukua vingi. Ingia ndani wewe na wanao, ukajifungie, mimina haya mafuta kwenye vile vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanamke akafanya vile kama alivyoambiwa, akaingia ndani, akamimina mafuta vile vyombo vyote alivyoomba mpaka vikaisha, vyote vilijaa. Na vyombo vilipoisha na mafuta nayo yakakata. Akamfuata tena Elisha. Elisha akasema, uza, lipa deni, na mengine atakao baki hayo tumia mwenyewe kwa ajili ya faida yako na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Hasa basi, yamkini na wewe unataabika, lakini kuna kitu unacho kwenye maisha yako ila hujatambua tu thamani. Bwana Yesu asifiwe. Hasa mimi nataka nikuulize, je, una nini? Pengine utanijibu kwamba mimi sina kitu bwana, ninayo afya tu. Je, hiyo afya unajua Mungu ana mpango nayo gani? Na ndio maana umekuwa mzima. Kitendo cha kuwa mzima, basi Mungu ana mpango mkubwa sana na wewe. Ana mpango mkubwa sana kupitia hiyo afya yako. Watu wa kidunia, Waswahili wanasemaga afya ni mtaji. Ukishakuwa tu una afya, haitakulalamike kuwa maisha magumu. Ukishakuwa una afya, basi huo ni mtaji tosha. Una uwezo wa kuwa tajiri mkubwa tu, ukawa bilionea kupitia afya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusema sasa mimi sina kitu, ninao tu watoto tu, nao nimeshindwa kuwasomesha. Je, unajua Mungu ana mpango gani kupitia hao watoto? Bwana Yesu asifiwe. Ukimshirikisha Mungu, ukiwashirikisha watumishi wa Mungu kupitia hao watoto hao, kuna baraka nyingi kabisa Mungu ameziandaa. Kuna baraka nyingi kabisa Mungu ameziandaa. Yamkini unasema sasa mimi sina kitu, nina shilingi 100,000 tu, au nina shilingi 50,000 tu. Unajua Mungu ana mpango gani kupitia hiyo shilingi 50,000 ulionayo? Kupitia hiyo shilingi 50,000 ulionayo, Mungu anaweza kufanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza kujifunza pia kwa Musa. Mungu alimuuliza Musa, "Je, Musa umeshika nini mkononi?" Musa akasema, "Nimeshika fimbo." Wote tunafahamu miujiza ya ile fimbo. Bwana Yesu asifiwe.
Kupitia ile fimbo bahari iligawanyika, wana wa Israeli wakavuka. Lakini mbele za Musa kile fimbo ilikuwa haina thamani kabisa. Hata mbele ya huyu mwanamke ile chupa ya mafuta ilikuwa haina thamani kabisa. Alikuwa anaendelea kukaa nayo tu, anaangalia tu mle ndani yale mafuta, anayaangalia tu, anawaza nitafanyaje. Lakini kumbe ile chupa ya mafuta ilikuwa ina thamani kubwa sana, kiasi cha yeye kulipa deni na maisha mengine yakaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hata yamkini hata wewe hiyo 10,000 ulionayo hujui thamani yake. Lakini mimi nataka nikwambie leo, hiyo 10,000 Mungu anaweza kufanya mambo makubwa kabisa kupitia hiyo 10,000. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa sana kupitia hiyo 20,000. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa sana kupitia afya ulionayo. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa sana kupitia kiwanja ulichonacho. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa sana kupitia duka ulilonalo. Hako kaduka kagenge ambako watu wanakaona kadogo, ambako hata wewe pia unakaona ni kagenge kadogo, mtaji wa 1,500,000. Lakini mimi nataka nikwambie Mungu anaweza kufanya mambo makubwa kabisa ya kubadilisha maisha yako, ili mradi tu upate watu sahihi wa kuwashirikisha na utambue thamani ya ulichonacho, kwamba Mungu anaweza kutumia hicho kuinua maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu mwanamke alikuwa anakaa na ile chupa, alipomshirikisha tu mtumishi wa Mungu, maisha yake yakabadilika pale. Hata nataka nikwambie, washirikishe watumishi wa Mungu, washirikishe watu wenye maarifa sahihi kupitia vitu ulivyo navyo. Hebu mshirikishe Mungu kupitia kitu ulichonacho, hapo utaona mambo yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata ngoja kwanza nikwambie kitu kimoja. Hata Yusufu alipofungwa gerezani, kilichomfanya mpaka akawa mtu mkubwa katika ile taifa la Misri ilikuwa ni kutafsiri ndoto tu. Kule gerezani hakuwa na kitu kingine chochote kile cha thamani, lakini kupitia kutafsiri ndoto basi akajikuta amepanda viwango hata kuwa mtu wa pili kutoka kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu wanasema alikuwa waziri mkuu kupitia kutafsiri tu ndoto, kitu ambacho kwa akili ya kibinadamu ni kitu kidogo sana. Haleluya, haleluya. Hasa mara nyingi Mungu anatumia vitu vinyonge kujitukuza. Angalia wale wakoma, kaangalia wale wakoma. Kishindo cha wakoma kiliwakimbiza Washami. Kishindo cha wakoma. Je, nani aliweza kufikiri kwamba wakoma wangeweza kukimbiza jeshi kubwa la Washami? Lakini wale wakoma walikaa pale nje ya mji, wakafikiri sana kwamba hata tukikaa hapa tutakufa. Ni bora tujaribu kwenda huku kwa Washami, pengine watatulehemu, watatuacha na sisi tukanusulika. Lakini kumbe kupitia mwendo ule, wao walikuwa wana mwendo wa kutoka pale nje ya mji mpaka kwenye kambi ya Washami. Ule mwendo ule Mungu alikuwa na makusudi nao. Ule mwendo ule Mungu alikuwa na makusudi nao. Kitendo cha wao kutembea, wanatembea kuelekea kambi ya Washami, basi Mungu akaongeza vishindo vya miguu yao, na vile vishindo vikawa kama jeshi kubwa. Washami wakajadiliana wakasema, Israeli wameandaa jeshi kubwa kabisa la maelfu ya watu na wapanda farasi. Heri tukimbie tusije tukafa. Kumbe ni wakoma. Umeona, kupitia mwendo tu wa wakoma Mungu alifanya miujiza. Sasa nataka nikwambie, yamkini hata wewe kwenye maisha una kitu kidogo sana ambacho hata wewe thamani yake huijui. Pengine hapo nyumbani una kuku, unafuga tu kuku, una ng'ombe 2 3, hata thamani yake huioni, unafuga tu basi. Pengine hapo nyumbani hapo una kigari kidogo tu cha kutembelea, thamani yake huioni. Lakini mimi nataka nikwambie, Mungu anaweza kubadilisha maisha kupitia hicho kitu unachokidharau. Na vile unavyofikiri wewe pengine Mungu atafanya maisha yakawa bora, Mungu asifanye kupitia hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaweza kusema, sasa mimi sijasoma sana, elimu yangu ni ya ufundi tu. Mimi ni fundi cherehani, mimi ni fundi kujenga, mimi ni fundi makenika, mimi ni fundi seremala. Je, unajua Mungu ana mpango gani kupitia huo useremala ulionao? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikwambie kwamba Mungu anaweza kubadilisha maisha kupitia hata huo ufundi ulionao ukawa bilionea. Mimi nakwambia kwa neno la Mungu, nakwambia inawezekana. Washirikishe watumishi wa Mungu. Hebu muamini Kristo kwamba anaweza kubadilisha maisha yako kupitia hata kile kidogo ulichonacho. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaribu kuangalia matajiri wengi, ukifuatia historia zao, walianza na mtaji mdogo sana ambao hata wewe unao na umezidi kiwango cha huo mtaji. Wengine watakwambia nilianza na mtaji wa shilingi 20,000. Mpaka leo amekuwa bilionea, anafahamika nchi nzima, anafahamika dunia nzima. Umeona? Lakini wewe una mtaji wa shilingi milioni 1 na bado huoni cha kufanya. Hakika unahitaji kuwashirikisha watumishi wa Mungu.
Hakika unamhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu haiwezekani wenzie kupitia 20,000 wanafanikiwa. Hapo wewe una shilingi 1,000,000 huoni cha kufanya. Unamhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wana kalama za wana vipaji vya kuimba, lakini hawaoni thamani yake. Wanaona hata wakiimba hawafiki mbali. Hebu washirikishe watumishi wa Mungu. Mimi nakwambia utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema sasa mimi nipo tu ni mfugaji mdogo. Huo ufugaji Mungu anaweza kufanya muujiza. Mwingine anasema mimi ni mkulima mdogo. Huo ukulima Mungu anaweza kufanya muujiza. Kama aliweza kufanya muujiza kwa huyu mwanamke kupitia ile chupa ya mafuta, kwako hawezi kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Washirikishe watumishi wa Mungu. Usikae sasa kinyonge, usikae kwa kutaabika, usikae kwa kuumia. Washirikishe watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wapo. Mungu amewaweka ili waweze kusaidia watu katika hapa maisha hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hata kama wewe ni mvuvi, mshirikishe Mungu. Hata kama wewe ni mkulima, mshirikishe Mungu. Una biashara ndogo, mshirikishe Mungu. Washirikishe watumishi wa Mungu. Utafanikiwa, mimi nakwambia. Utafanikiwa. Hicho kitu unachokiona hapo nyumbani hakina thamani. Hizo kuku unazoziona hazina thamani. Hao watoto unaowaona hawana thamani. Hiyo gari unayoiona haina thamani. Hiyo shilingi 100,000 uliyoweka benki unayoiona haina thamani. Mimi nakwambia Mungu anaweza kubadilisha maisha kupitia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Wala usitaabike tena, wala usihangaike tena. Mtumishi wa Mungu nimeshanena haya. Nina uhakika na Mungu. Nina uhakika na Mungu. Ninamwamini huyu Kristo kwamba atakwenda kubadilisha maisha yako sasa. Naamini kabisa huyu Kristo atakwenda kubadilisha maisha yako sasa. Mwamini Mungu. Washirikisha watumishi wa Mungu. Wapo kila mahali. Wafuate hao, waelekeze. Mimi nakwambia kuna kitu kitabadilika kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mgoa, kwanza nikupe hadithi hii. Kuna ndugu yangu mmoja ambaye yeye alikuwa na baisikeli. Baisikeli kama baisikeli hii unayoifahamu wewe. Na ana 30,000 ndani. Akanifuata na kuniambia, bwana mimi nina maisha magumu. Mimi nikamwambia, je, huna mtaji hata wa 100,000 hapa? Uanze kuchukua mkaa vijijini na leta mjini? Akasema sina hiyo 100,000. Ila nina shilingi 30,000. Akasema anza kuchukua viazi. Beba vijijini huko, leta hapa mjini. Viazi huko vijijini debe ni shilingi 6,000. Hapa mjini nauza shilingi 9,000. Una baisikeli, una shilingi 30,000. Nenda kabebe, uza hapa, utafanikiwa. Na ni kweli akafanikiwa. Sasa hivi ninapoongea anayo pikipiki. Ana pikipiki na maisha yake yanakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hata kama wewe nisaidia